tayari. Sijui nyinyi mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Tuendelee kujenga. Tuendelee ama tuendelee? Nijenge hii manyumba. Nyinyi mko tayari kuishi? Wewe kijana, sikiza bwana. Hakuna haja ya kuishi kwa slum. Wewe ukuje ujipange hapo kwa affordable housing, nitahakikisha kwamba hiyo nyumba ni ya bei nafuu, wewe itatoshana na mfuko yako. Mungu ametuletea baraka ya mvua, sijui tutafanya namna gani. Mnasema tuendelee ama tusimamishe? Tuendelee. Mnasema tuendelee na hii mvua? Tuendelee. Aki nyinyi mko na maneno. Ya pili, hapa pia nimeweka pesa ya kujenga mabarabara. Hii Uasin Gishu tuko na pesa bilioni 8 ya kujenga barabara kilomita 350 mpya. Na hiyo barabara inaendelea. Mimi nimepitia huko Soi, inaendelea. Kule Moibeni inaendelea. Kule Keses inaendelea. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Sitima tuunganishe. Tuendelee. Hapa mnajua tulikuwa na matatizo na hospitali yetu hapa. Sasa tumeweka pesa ingine bilioni 20 kujenga referral mpya hapa karibu na Airstrip. Nyinyi mko na hiyo habari? Mko na habari hiyo? Niendelee ama siendelee? Niendelee ama siendelee? Tarehe 20 mwezi wa 10 tunakaribisha Kenya mzima ikuje Eldoret tuwaonyeshe mambo. Nyinyi mko tayari bwana? Mko tayari? Hapa ndio tutakuwa na maadhimisho ya mashujaa. Na ndio sababu hiyo nimeweka pesa pale tumalize stadium ya Kipchoge na tumalize stadium ya 64. Pale kwa Kipchoge iko contractor. Nimeambia afanye 24/7. Pale 64 pia nimeleta contractor kuanzia jana. Aendelee na kujenga hiyo stadium vile vile. Alafu sisi tutapokea wageni. Mko tayari? Hiyo stadium imalizike. Tumalize kabla ya mwezi wa 10. Tuendelee ama tuendelee? Mimi niliwaeleza ya kwamba nitapanga mambo ya kilimo. Leo Kenya ni nchi nambari 1 bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa. Mbolea ilikuwa inatusumbua, tumenyorosha. Na mimi nataka niwaambie, Eldoret oye! Eldoret oye! Mnasema tuendelee? Niendelee na kazi? Nimeajiri walimu 1,100. Hakuna serikali nyingine imeajiri walimu wengi Kenya bwana. Ni hii serikali mimi nimeunda na nyinyi. Hii Kenya itakuwa Singapore bwana. Hii Kenya tutaibadilisha. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Niliwaambia nitanyorosha kilimo, nimenyorosha kilimo. Maziwa Kenya ndio number 1 katika bara la Afrika. Bei ya maziwa iko sawa, bei ya kahawa iko sawa, bei ya chai majani chai iko sawa, bei ya miwa iko sawa, mambo ya kilimo inasonga mbele, gharama ya kulima imerudi chini kwa sababu tumepunguza gharama ya mbegu na mbolea. Tuendelee ama tuendelee? Niliwaeleza ya kwamba sio vizuri mwananchi auze shamba yake ati anaenda kulipa gharama ya hospitali. Na ndio nikaweka mpango ya SHA. Leo Kenya hii wananchi milioni 32 wamejisajili ndani ya SHA. SHA
imelipa bilioni 178 gharama ya wananchi kutibiwa hospitalini. Wananchi zaidi ya milioni 8 wametibiwa na bima ya afya ya SHA. Munasema tuendelee ama tuendelee? Munasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nawaambia ndugu zangu, watu wa Eldoret, nyinyi mlinipatia kazi, si ni kweli? Mimi niliwaambia nitapanga elimu. Nimepanga elimu. Nimeajiri walimu 1,100. Tumejenga madarasa 23,000. Tumeweka funding model ya watoto wetu. Kila mtoto sasa ako na pesa ya kusoma university na college. Watu wa Eldoret, mimi niliwaambia nitapanga mambo ya matibabu. Leo tuko na SHA, imefanya kazi kubwa. Niliwaambia nitapanga vile hawa vijana watapata ajira. Leo hapa Eldoret, hapa Pioneer tuko na vijana 1,500 wanafanya kazi. Hii soko yetu hapa kuna vijana 350 wanafanya kazi. Pale kwa railway pale mahali tunajenga affordable housing, tuko na vijana wengine 1,500 wanafanya kazi pale. Tuko na Kidiwa vijana zaidi ya 500 wanafanya kazi pale. Tuko na AMS pale. Tuko na project nyingine affordable housing, vijana zaidi ya 1,000 wanafanya kazi pale. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na ndio mimi nawaambia watu wa Eldoret, msikuwe na wasiwasi. Tumekubaliana kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu atakuja kututapeli hapa ati atuambie sijui Kasongo one time ago ati alafu tumpatie kazi. Hiyo ni ufala bana. Mimi nawauliza watu wa Eldoret, si nyinyi ni wa Kenya? Si mumewahi kupiga kura? Si nyinyi ni mafundi wa siasa? Si mnajua hawa viongozi wote? Mimi nitaka niwaulize, mkipima wale watu, ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema, kwa sababu mimi nataka niwaulize wale watu, mumesikia mpango yao? Mumesikia ajenda yao? Mumesikia sera yao? Mumesikia maono yao? Kumbe mnawajua wale majamaa. Ati mpango na sera na ajenda na maono, hata akili hawana kabisa bwana. Wale ni mafala sana. Sijui kama tunaelewana. Wale ni watu matusi. Na mimi nataka niwaeleze, mimi nimelelewa katika hii town, na katika hii town tulifundishwa umoja, hatukufundishwa ukabila. Tulifundishwa mambo ya usawa, hatukufundishwa ubaguzi. Na ndio mnaona hii maneno mimi nafanya hapa Eldoret, maneno mimi nafanya Rift Valley, ndio maneno mimi nafanya Nyanza, ndio maneno mimi nafanya Western, ndio maneno mimi nafanya Central, ndio maneno mimi nafanya Northeastern, ndio maneno mimi nafanya Eastern, na ndio maneno mimi nafanya Coast. Nafanya hiyo kazi kila sehemu ya Kenya, kwa sababu mimi nimelelewa pamoja na nyinyi, na tukafundishwa umoja, hatukufundishwa ukabila. Tukafundishwa mambo ya usawa, hatukufundishwa ubaguzi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Eldoret, mnasema niendelee kuunganisha Kenya, nimalize ukabila, tumalize chuki,
tumalize ukabila na ubaguzi. Wangapi wanasema tuunganishe Kenya jameni? Wangapi wanasema tuunganishe Kenya? Eldoret oye! Eldoret oye! Mimi nawauliza wale wanajaribu kushindana na mimi, nyinyi endeni uuliza sponsor wenu, endeni mumuulize, mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa. Affordable housing alishindwa, universal health coverage alishindwa, mambo ya kusomesha watoto wetu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja, tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane na mkuje na track record yenu. Eldoret tuko pamoja, Eldoret tuko pamoja. Bas ile natinye ngalyo matinye ngal kage raguni awayam ojo batini. Muko tayari nyinyi? Nasikizeni, mtu asiwatishe. Ukabila haiwezi kututisha, mambo ya chuki haiwezi kututisha. Mimi nawaambia wale, tafuteni mambo ya sera, wacheni kuuza chuki, wacheni kuuza ukabila. Mimi niko hapa na niko chonjo mbaya sana. Kwa hivyo ndugu zangu watu wa Eldoret, kwani mlifanya nini ile mvua tena? Imepita, tumekalia ngumu mpaka ikaisha. Nimeloa maji. Wacha nikaribisha hawa viongozi wenzangu. Hapa niko na gavana wetu, we Chelili, mpanda hapo, sema jambo. Naona kazi ambayo inafanyika ni ya ile city kawaida ya kila city ingine. Your Excellency, hapa Eldoret tumesema wewe ni two term. Hakuna rais anaweza kunyeshewa mpaka mvua iishe akiongelesha watu. Wewe ni rais tofauti kabisa. Na tunasema wale ambao unawashindana na hawa watashindwa kabisa, watasambaratishwa. Mnasemaje kwa rais wetu? Hebu tuseme Eldoret, mnasemaje? Pia tunakushukuru Your Excellency. Hiyo soko ambayo umejenga itabadilisha uchumi ya watu wetu. Affordable housing imebadilisha sura yetu. Na pia Your Excellency, historia kubwa kwamba sisi tunaenda kuhost Mashujaa Day hapa Eldoret haijawahi kufanyika kwa sababu yako Your Excellency. Mimi naambia watu wa Eldoret, ile amani yetu tutaendeleza, tutakaa pamoja, na tunakushukuru kwa mambo ya broad based government kwamba sisi wote tunahusika hapa Eldoret. Tumesema tutafanya kazi pamoja, na tunasema ni two term. Mnasemaje kwa president? Mnasemaje kwa koti moja? Onyeshe rais koti moja. Bas, asante sana Your Excellency. Haya, watu wa Eldoret hoye! Your Excellency, sisi tunataka kushukuru. Mimi nimesikia ile maendeleo na nyorosha Kenya hii, and I am convinced hiyo watu ya opposition hawana capacity ya kucomprehend ile maendeleo ambayo unafanya. Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru wewe kwa sababu maendeleo unafanya Eldoret, unafanya kule Embu, ile unafanya Bungoma, unafanya kule Kwale, ile unafanya Kiambu, unafanya kule Wajir. Wewe matatizo yako Rais ni kukataa kubagua wa Kenya kwa misingi ya dini, kwa sehemu ambao wako,
kwa sababu wewe unataka kuunganisha Kenya na kupeleka mbele. Hao wananchi wanajua safari ya Singapore imeanza ijaanza. Safari ya Singapore imeanza ijaanza. Sisi tunaenda Vision 2060. Ama namna gani? Mheshimiwa Rais, nilisikia Kalonzo Musyoka akisema hakuna haja ya Vision 2060. Nikajiuliza, kama wewe mzee wa boma uko na mpango ya familia yako, utakosaje kukuwa na mpango ya taifa la Kenya na unataka kuwa kiongozi? Na huyo hata wewe mwenyewe unimsaidia kutengeneza barabara ya kwenda Seiguru. Hiyo ni mtu hana maono na hana mali ya kwenda. Ya mwisho, Your Excellency, ule sponsor wa opposition ni mtu alishindwa na mambo ya UAC. Wewe umelete mambo ya kulipia wagonjwa wa kansa kuanzia 1400 mpaka 1800. Ule sponsor ya watu opposition hata ambulance peke yake iliwashinda. Wewe umezindua maneno ya emergency health ambaye mwananchi akipata shida ana dial 922 na ambulance inafika hapo, hakuna malipo. The first 24 hours serikali ya Kenya inalipa. Rais ni fire si fire. Rais ni fire si fire. Wale watu wa opposition watawazana rais. Ya mwisho, Your Excellency, ule mtu ya kuuliza mahali kuku italala kwa 12 floor, tumempatia mawaidha atafute ngazi aweke nyumba ya nyumba, kuku ipande 12 floor. Watu wa Eldoret tuko sawa ama tuko sawa? Nabole, nyenye mnajua uchaguzi unakuja, na hii watu tunataka kuwashinda na milioni 10. Ni kweli si kweli? Kura tumekata ama tujakata? Kura tumekata ama tujakata? Na sisi tunasema kama watu ya Eldoret, hatuwezi ruhusu mtu yeyote atembee hii Kenya apague wa Kenya ama afanye mambo ya incitement ama namna gani. Mtu akitaka atafute kura, lakini mambo ya kuincite wananchi hatutakubaliana na hawa. Sisi tutaunganisha wa Kenya na tutaomba kura kila mahali asubuhi na mapema. Hiyo watu tutakuwa tumewanyorosha. Ni kweli si kweli? Sisi tuko nyuma ya rais. Ni tutam. Wapi tutam ya rais? Tutam. Tuko pamoja. Na seneta hapa ni fire si fire. Nirudi area. Tuweke fire. Tutam ya rais. Tufukuze wakora. Hawana mpango. Hawana plan. Hata hii ni missing. Tutawanyorosha asubuhi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Watu wa Eldoret